Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kimsingi kwa siku ya leo tunashukuru Mungu sana kupata neema na nafasi hii ya kuwepo tena uraiani toka tumekamata tarehe 29 Jumatano mwezi wa 7. Nitumia nafasi hii kuwashukuru sana ndugu zangu kikosi kazi cha Injili na hata Watanzania ama Watanganyika kwa ujumla ambao mlipata taarifa yetu tulivyokamatwa. Aidha kuna namna mlituombea na aidha kuna namna mliweza kushiriki au kusimama nasi tulipokuwa kule mahabusu. Najua ndugu zetu hapa waliopo nyuma hapa walituletea chakula na namna nyingi ambayo wametumia ili kutupambania mpaka leo tumetoka hivi. Kimsingi mimi najiona mmoja mtu ambaye sistahili kabisa, lakini kwa sababu ya upendo mwingi na maisha ambayo hata mzee wetu Mbarikiwa Mwakipesile ametufundisha ya kuishi maisha ya haki, kupendana, kuwatanguliza watu wengine na zaidi hata maisha ya haki ambayo ametufundisha. Kimsingi mimi kwa upande wangu sijutii, zaidi nashukuru Mungu sana kwa sababu mimi nachojua mwanadamu yuko duniani kwa kusudi la Mungu ili aweze kuishi maisha ya haki ambayo atapelekea mtu mwingine aweze kujisikia vizuri. Ndio maana maandiko yamesema kwamba usiopenda kutendewa wewe usimtendee mtu mwingine. Na kazi ya mhubiri yupo kwa ajili ya kufafanua ubinadamu ilikuwa ni nini. Hata kama wewe ni kiongozi wa nchi ni rahisi. Ndio maana hata Mungu kuna mahali alimwambia Kaini kwamba Kaini, ukitenda vema utapata kibali. Kwa hiyo kazi ya mhubiri si kwa ajili ya kushindana na eza kiongozi wa nchi, eza kwa kauli ambazo tunasema kwamba unapambana na serikali. Mimi niko mmoja, nitawezaje kupambana na serikali yenye majeshi yenye silaha za kila aina? Mimi mtu wa Mungu au kazi ya mhubiri ni kufafanua ubinadamu ama usawa katika jamii. Sisi sote Mungu alituumba kwa sura na kwa mfano wake. Na anataka tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kutangulizana bila kujalisha wewe aidha una cheo kwa namna moja ama nyingine. Sasa kwa ajili ya hayo nafahamu kwamba tumeyapitia haya, tumekamatwa. Mimi ni mara pili sasa kukamatwa na kuwekwa mahabusu. Mara ya kwanza nilipokamatwa niliwekwa mahabusu siku 43 mahali fulani hapa Dodoma, lakini mara hii imetokea tena. Kwa upande wangu mimi sijutii. Naamini kwamba huo ndio binadamu, naamini kwamba hiyo ndio maana ya kuitwa kwamba aidha ni kiongozi wa dini ama mhubiri. Kwa sababu hata baba zetu wa imani katika Biblia walifanya yayo hayo. Hata Yesu alifanya yayo hayo. Na katika Isaya sura ya kwanza mstari wa 16 nasema kwamba jifunzeni kutenda wema, wasaidieni walioonewa, mteteeni mjane. Naamini kazi ya mhubiri ama mcha Mungu ndio hiyo. Lakini yote kwa yote tunashukuru Mungu sana. Ni kweli halikuwa jambo jepesi. Ilikuwa ni vigumu, ilikuwa ni giza totoro kabisa. Pengine tungepitia hatari yote, lakini asante Mungu kwamba hata maskari waliotukamata kwanza walipofika hapa hawakuwa na silaha yoyote, walitushika tu kawaida, tukawa tunaongea kawaida. Hata tulipokuwa mabusu pale tuliishi kawaida kabisa na mabusu wenzetu pale. Wakati mwingine chakula kipokuwa kinakuja tulikuwa tunakula pamoja kabisa kwa utulivu pale. Kwa yote nashukuru Mungu sana kwa ndugu zangu kikosi kazi cha Injili mlioko popote kwenye matawi, hata mzee wangu Mbarikiwa na mama yangu Salome. Kwa kweli mnastahili sana kwa mioyo yenu. Tunashukuru sana kwa upendo wenu. Tunashukuru sana kwa yote. Tunashukuru sana kwa namna ambavyo mmetupazia sauti. Mimi tunachowaahidi tu ni kwamba tutaendelea kusimama na wajibu kama mhubiri wa Injili ama kama ndio utumishi kwa Mungu na kama ndio ubinadamu wenyewe. Kwa uelewa kabisa, wala hatutumwi na mtu yoyote. Sisi tunatumwa na Biblia tu. Asante sana, naomba niishie hapa. Amen. Amen.